Damian, ina maana unachoniambia ni cha ukweli? Mke wangu mimi ametoroka nyumbani, ameacha watoto. Tupo James. Mungu wangu. Kwa hiyo ulivyouliza watu, wamesema amekimbilia wapi labda? Kwa sababu ya umasikini au ni nini? Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Jamani, mbona shamba kuna kila kitu, viazi vipo pale, miogo ipo, sangechuma hata kisamvu jamani, au jamani, mahindi pia yapo. Nimekwambia sifahamu lolote juu ya hilo. Haijulikani amekwenda wapi. Bwana, nielewe basi. Mungu wangu, watoto wangu. Hakuna mama wala watoto. Naomba James. James unakosea sasa James. Wewe tutakiwa kiume jikaze bwana James. Naweza kusutu tangu. Sawa rafiki yangu, sawa, najua kabisa, mimi najua mauchungu wa mtoto, lakini sio fikia tu akulia sasa James. Unasikia simu, tuligapiga simu asubuhi. James, hebu jikaze basi. mpaka hapa ili tupate angalau vinywaji hivi na pia kueleza matatizo yako. Kwa sababu kila naporudi nyumbani sasa hivi na kukuta hauko kama ulivyo mwanzo. Sasa kwa kweli kilikuwa kinanisumbua kwenye akili yangu, nikaona leo nipate muda wa kutoka na wewe ili tuje sehemu kama hii tuzungumze. Sababu una mawazo kama kuna jambo fulani linakukwaza. Sasa nimekuleta hapa ili uwe na fursa ya kuniambia jambo lolote unaloliona linakukwaza, aidha kwa mama yako, aidha kwa jirani, ili lisiwe linakufanya uwe mnyonge wakati wote. Sawa Carlos? Na ndio maana nimekuleta hapa ili unieleze hali halisi. Tatizo nini mwanangu? Hamna baba, sifikiri kitu. Kwa nini kama kuna tatizo mimi sikwambia? Ni kweli unaniambia, lakini kunaweza likatokea tatizo inahusu pengine baba yako. Unajua kwamba nikimwambia baba hili, baba hatakubali, anaweza kaleta mfarakano na mama, aidha kuna tatizo linaweza kutokea kwa majirani. Unajua baba nikimwambia hili, basi baba atafarakana na majirani. Na ndio maana kama nije huku ili kwenye sehemu ya uwazi tupo wenyewe tunazungumza vizuri, ili kama lipo niambie mwanangu. Hamna baba, afu baba. Kwani shule vipi? Naona muda nikwenda afu sioni chochote. Sawa mwanangu. Mbona akili bado liko kichwani unalikumbuka? Na mimi mwanangu, mipango yako ya shule yote nishaitengeneza vizuri, na yule bana anayefuatia masuala ya shule ameshanieleza kwamba kila kitu kimekwenda sawa, na mimi wakati wote ataniletea jibu ili wewe uanze shule. Ya baba, siwezi kukuangusha nyumbani. Unajua hayo maisha yangu.
Hilo liko kichwani, na mimi nitahakikisha kwamba utasoma, na wewe unapokupeleka kule shule uwe unasoma kweli, kwa sababu elimu ndio kila kitu sasa. Unapokuwa na elimu bora, basi na maisha yako yatakuwa bora. Kama mimi babako, nimehangaika, nimesoma mpaka nimefika hapa nilipofika. Wanangu, sitaki tena masiala, na kama kuna jambo pale nyumbani labda linakukwaza, usiniogope kuniambia kama unavyosema. Hata kama na mama unaweza ukaniomba samahani, ukanieleza labda kama mama anakukwaza, hata majirani, kwa sababu hata wale majirani pale wanakutizama unaishi vizuri, ishi na sisi, wanaona wengine hawaridhiki, sababu kuna watoto wengi wako mtaani wana shida, lakini kama wapo kwa sababu binadamu sisi tunapoishi kwa kawaida kuna makundi mawili. Kuna kundi linalokupenda, kuna kundi linalokuchukia. Unalielewa mwanangu hiki? Unalielewa eh? Mimi naomba hivi uwe mtoto mwema kama ulivyo sasa. Sawa mwanangu? Ngera sana. Habari yako? Pole na matatizo. Bado tujapona hizi. Mgonjwa anaitwa nani? Huyo anaitwa James. Sawa, nimeshakuelewa. Naomba unipishe kidogo nimhudumie mgonjwa. Alafu nitakuita. Yes, naomba unisaidie. Hamna neno, nimeshakuelewa. Dakika 5 tu nitakuja kueleza majibu yote, sawa? Sawa, yes. Pole sana Mr. Seki. Mgonjwa wako nimemuona, na kutokana na majibu yaliyoonyeshwa kwenye x-ray, ajali aliyopata ni mbaya. Lazima mguu ukatwe. Kweli? Yes, fanya usafi yes. Kuna alternative nyingine? Yes, kuna mtoto anaweza kunisaidia yes. Hapana, yani lazima itakuwa hivyo. Mguu umeharibika sana. Yes, fanya chochote na sina kuomba yes. Nitakusaidiaje Seki? Karosi mwanangu, uishi vizuri na mamako? Mbona unanitisha mtoto mume wangu? Kwani nafikiri kuuma ndio kufa? Mungu yuko pamoja na wewe. Kama alivyo kulea yeye mama yako, naamini wakati wote nami Mungu ataniita. Sasa mke wangu Bimnene, naomba uishi vizuri na mtoto. Karosi mwanangu, babako mimi naweza nikaondoka wakati wote na kukabidhi mali hizi. Karosi ya mwanangu, Karosi, mali nazokukabidhi umlie vizuri mama yako, umtunze kama alivyokutunza yeye. Sawa mwanangu? Baba. 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 Mwanangu. Mume wangu. Baba. Baba. Mungu jamani. Mungu unaniacha na nani? Mungu unaniacha na nani? Mama. 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 Baba. 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 Mama. 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 Amka mama. Mama.
Bwana, yaani nilichofanya mimi ni zangu mkoani. Ni jana ndo maana nikamkoa. Mbona mimi sina muda mimi. Futi. Tuongee mambo matatu. Wewe ulikuwa na pigo za mama Huruma rafiki yangu. Na ndio maana mimi nikuchanaga kwamba town utasanda. Mbona umesanda umeenda polini? Polini umesanda umerudi tena town. La hasha, mimi sijasanda. Tumefanya kazi kwa muda mrefu hapa mjini. Mafanikio yetu yako mpaka sasa hivi. Nikafikiria inawezekana ukikaa sometime unajua ukajaribu kupata baraka za wazazi. Ndio maana nimeenda mkoani mara moja. Tunana na wazazi. Nashukuru Mungu nimetoa wazazi wangu mzima kabisa. Kasoro mama kidogo anasumbua na pressure. Ila najua ni mtu mzima. Kuna vijana kidogo nimevipata kule kijijini, nimepewa na mzee. Mambo sawa. Nimekuja tukae tuzungumze, tujue tunavizungusha vipi pesa. Sijui unanielewa? Mimi na wewe. Ndo maswala. Hivi kile kipindi fulani nataka nikuulize. Lakini kabla hujaondoka. Lakini nikaona kama sio nchini, lakini naona si kama nikuulize. Unajua kile kipindi mpaka tunabeba mizigo na nini? Kwa kuna jamaa yako mmoja hivi yule mweusi hivi ana mwili hivi yule jamaa. Yupi? Jeusi bwana, kipindi kile tunabeba mizigo ni tuko naye yule jamaa hivi yuko wapi yule? Msemaji anga yule mwamba. Unamzungumzia James? Yeye James. Hivi James yuko wapi? Mwamba na majanga. Dani, kilichokuta James. James amepata ajali ya gari. Ajali ya gari? Ninavyoongea na wewe kwa sasa James kikilenga. Ilikuwa mitaa nyuma tu hapo. Sasa hebu ngoja. Kwa nini wasijifanya? Ina maana wameshindwa kufanya njia yote jamaa wakaekewa ila. Nimeongea na vyuma na nini? Na daktari. Ukati rafiki yangu. Nimejaribu kuongea na daktari. Ndio. Ananiambia kwamba ajali alipata James hakuna njia yoyote zaidi ya kukatwa mguu. Aliumia sana. Mimi nilikuta watu wamejaa, nikakimbia sana kuna nini? Fika hivi. James. Dani nilishiwa nguvu. Kamchukua tukamkimbiza hospitali. Hicho ndio kilichotokea kabisa. Hatutaka kusema Dani. Tusizao kile kilicho chini. Kila kilicho chini hadi usikizane. Kweli kabisa, hiyo kweli. Kilichomkuta James kinaweza kukuta wewe pia kinaweza kukuta wewe. Alikuwa mzima tunafanya naye kazi, tunabeba naye mizigo. Na James sasa kunipa historia maisha yake. Sio kama ulivyokuwa unamchukulia wewe. Tatizo lako rafiki yangu tunashindana mimi na wewe kila siku. Hata unataka tufanye mambo ya biashara ujue. Afu hiyo hapo hela ujue. Ukianza kutabali zako za mama Huruma hapa, utajikuta hiyo lenyewe umetoka nao usiku wenu huko si umerogea umefanyaje? Itaishia yote tauni ya Afrika kwambia. Nikiwa kama hautakuwa na moyo wa suluhu. Mbona unafikiria wewe? Sawa. Acha hizo habari zako rafiki nakwambia. Sawa lakini wewe utakutaka na faida wewe ndio nizungushe mimi. Kama unashindwa.